anaweza kawa tu yeye mwenyewe labda ana mambo yake mengi. Lakini kufanyiwa vitu vibaya, jini maba, kufanyiwa vitu vibaya ni kawaida, watu wanafanyiwa. Wanafanyiwa sana. Na mwingine anakuwa anampenda sana mume wake. Lakini mume wake anapokuja tu ndani, basi kila kitu kimeisha. Kila kitu kimeisha. Sio kama vile ulivyokuwa namnaye tukinaye kazini afanye hivi, hamna. Ina maana tayari umeshachezewa. Yaani hapo kuna mambo hili. Hapo kuna kuchezewa na kuna hisia au upendo kuisha. Ngoja nikwambie, upendo hujawahi kuisha. Afu hiki wanachosemaga upendo umeisha ni waongo. Unamuhendo mke wako. Mnapendana, mlipendana wenyewe. Unamuhendo uzuri sana. Mnakwenda sawa. Baby bwana, mimi leo sina hela, nimekuachia hiki. Aya, imefika saa 4 nimekucheki. Haya vipi, unaendeleaje za kazi nini? Upendo hauishagi bwana. Akikwambia unaisha ni muongo. Upendo hauishi. Vituko anavyofanya mwanaume au mwanamke ndio huwa upendo sema kina kifu. Unamwona wa kawaida. Sasa kabla hapo kuna anaitwa James Bond anasema je, nitajua vipi kama nimefanyiwa hayo matatizo ya kuchelewa na mwanamke mwingine? Hauwezi kujua, utajua kwa sababu ulikuwa umezaliwa hivyo. Hujazaliwa hivyo. Mimi nimezaliwa, mamangu ananiambia tumemaliza mali kwa sababu yako. Mimi nilikuwa naambiwa tumemaliza mali kwa sababu yako, tumemaliza. Sasa wewe mkubwa umekaa huko freshi, hujaangukiwa na kitofu, hujafanya chochote, mama amekanda vizuri, wewe mwenyewe umepuyanga. Kuna wale wenye matatizo ambao bado mdogo, yani anategwa. Akishategwa, akifikia ule umri wa kwanza na wanawake, hawezi. Imeisha hiyo. Hiyo ndio nimekutana nao wengi sana. Maana yeye anajua sasa kama hapa nimelogwa au sijalogwa. Huwezi kujua paka mimi nije nikwambie kama hivi ninavyosema. Yani nikikuona najua umefanyiwa. Nikikuona umepuyanga. Nikikuona wewe najua watu hawakutaka uwe na huyu fulani.